911, yani 911. Je, Mungu kwako ni rafiki au ni dharura? Ninapotafakari na kujifunza kutoka katika kisa cha Danieli, ukisoma Danieli sura ya 6 pale, haswa kuanzia fungu la 10 pale, kuna fundisho fulani tunalipata, na utanielewa kwa nini nakuuliza, je, Mungu kwako ni dharura au ni rafiki? Danieli alikuwa na utaratibu wa kuomba mara 3 kwa siku, asubuhi, mchana, jioni, na alikuwa na chumba chake maalum kwa ajili ya maombi. Na ilifikia hadi hatua watesi wake walimtegea mitego, walitafuta fitna na kila njia ya kutaka kumwangusha, hadi kumshawishi mfalme kutengeneza sheria ambayo itamkamatisha, lakini bado aliweza kushinda hata katika hilo. Na kweli walifanikiwa kutengeneza ile sheria, na Danieli kwa kuwa alikuwa anajua uaminifu wake kwa Mungu, kwamba hawezi kumwacha Mungu, siku hiyo hiyo ambapo sheria ilipitishwa, Danieli bado alienda kwenye chumba chake na akafungua dirisha lake, akasali kama ilivyokuwa kawaida yake. Na hiyo ikamwezesha hata kupita katika lile tundu la simba. Yani ni kwamba kabla ya tundu la simba, Danieli alikuwa na chumba cha maombi. Alikuwa na chumba ambacho alizungumza na Mungu kama rafiki yake. Hakuzungumza na Mungu kama dharura. Sio kwamba alivyoingia kwenye tundu la simba ndipo alimkumbuka Mungu. Hapana, alikuwa na chumba cha maombi kabla ya kuingia kwenye tundu la simba. Hii inapaswa iwe kwetu pia. Mara nyingi maombi tunachukulia kama jambo ambalo ni dharura. Yani sisi kuzungumza na Mungu, hatuzungumzi na Mungu kama rafiki. Mara nyingi tunashindwa kuwa na uhusiano wa dhati na Mungu kwa sababu tunamchukulia Mungu kama 911, yani Mungu kama dharura. Nimeugua ndipo namkumbuka Mungu, nimepata shida ndipo namkumbuka Mungu, nimepata hili ndipo namkumbuka Mungu. Hiyo inakuwa haikai sawa kabisa na sio nzuri. Nadhani tunapaswa kuwa na maandalizi bora ya nyakati zote, yani tuwe na uhusiano wa dhati na Mungu na urafiki na Mungu, ili hata wakati tunapokuwa kwenye hizo shida tusione kama tuko peke yetu. Tujue kwamba tunaye Mungu anayejali na anayetusikiliza. Ni Jumatano ya maombi leo. Ya kwa Adventista wa Sabato, sehemu mbalimbali huitenga kama siku maalum ya maombi, lakini si kwamba tunapaswa kuomba Jumatano tu. Maombi yanapaswa kuwa msingi wa imani yetu, msingi wa safari yetu ya ile shauku ya kurithi uzima wa milele. Asante, na ubarikiwe.